uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako, lakini ajabu, watu wanaendelea kuzitumia. Je, kama sigara ni hatari kwa kiasi hichi, kwa nini makampuni yanaendelea kuzizalisha? Kwa nini serikali iliruhusu ziuzwe? Kwa nini mtu baada ya kusoma onyo hili mara moja huasha sigara na kuendelea kuvuta? Ipi siri ndani ya biashara hii ya sigara? Karibu kwenye kina, na hii ni hadithi ya sigara. Tutaangazia mwanzo, kati na mwisho. Uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya. Huenda umelisoma neno hili mamia ya mara, lakini hebu fikiria, kama sigara ni hatari kwa kiasi hicho, kwa nini makampuni yanaendelea kuzizalisha? Kwa nini serikali zinaruhusu iuzwe? Kwa nini mtu anaweza kusoma onyo hilo kisha dakika chache baadaye akawasha sigara? Hili si swali la afya pekee, ni historia ya biashara, saikolojia, siasa na maamuzi ya binadamu. Leo tunaingia ndani ya historia ya bidhaa ambayo imewahi kuua mamilioni ya watu, lakini bado inaendelea kuuzwa karibu kila kona ya dunia. Karne nyingi kabla ya viwanda vikubwa kujengwa, wenyeji wa bara la Amerika walikuwa wakitumia tumbaku katika ibada zao na mila zao. Baada ya safari za Christopher Columbus mwaka 1492, tumbaku ilifika Ulaya. Mwanzoni ilionekana kama dawa. Wengine waliamini inaweza kutibu maumivu, wengine waliamini hutuliza mawazo. Hakuna aliyefikiria kwamba siku moja ingepewa jina la mmoja wa wauaji wakubwa wa afya duniani. Miaka ilipita. Tatizo kubwa lilikuwa moja: sigara zilikuwa zinatengenezwa kwa mikono, zilikuwa chache na ghali. Mpaka mwaka 1880 mvumbuzi mmoja kutoka Marekani aliyeitwa James Albert Bonsack alitengeneza mashine iliyoweza kutengeneza maelfu ya sigara kwa muda mfupi. Ndani ya muda mfupi, gharama zikashuka, uzalishaji ukaongezeka, na ndipo biashara ya sigara ilipoingia kwenye zama mpya. Lakini mashine peke yake haikutosha, kulihitajika mtu wa kuuza. Mfanyabiashara James Buchanan Duke akaiona fursa, akanunua mashine za Bonsack, akaanzisha uzalishaji mkubwa. Lakini silaha yake kubwa haikuwa kiwanda, ilikuwa ni marketing, soko. Walitumia mbinu ambazo leo zinafundishwa vyuoni. Magazeti yakajaa matangazo, mabango yakafurika mitaani, waigizaji wa Hollywood wakaonekana wakivuta sigara, wanamuziki wakawa mabalozi wa bidhaa. Hata baadhi ya matangazo yaliwatumia madaktari wakidai sigara ni salama. Sigara ikaanza kuhusishwa na mafanikio, wanaume, uhuru, urembo, maisha ya kisasa. Haikuwa tena bidhaa, ilikuwa ni utambulisho. Ukivuta sigara unaonekana ndiye mjanja. Inasemekana ya kwamba vita vya kwanza na vya pili vya dunia vilipoanza, wanajeshi wengi walipewa sigara kwenye mgao wao. Baada ya vita walirudi nazo nyumbani. Ndipo matumizi yakaanza kuongezeka duniani kwa kasi isiyowahi kutokea. Miaka ya 1950 wanasayansi wakaanza kugundua uhusiano kati ya sigara na saratani ya mapafu. Kadiri tafiti zilivyoendelea, ushahidi ukawa mkubwa zaidi. Mwaka 1964, ripoti muhimu ya wataalamu wa afya nchini Marekani ilitangaza rasmi kuwa
sigara husababisha magonjwa makubwa. Dunia ikastuka. Hapo ndipo swali kubwa lilianzia. Kwa nini hawakufunga viwanda? Kwa sababu tayari walikuwa wamechelewa. Mabilioni ya watu walikuwa tayari waraibu. Makampuni yalikuwa yanaajiri mamilioni ya wafanyakazi. Serikali zilikuwa zikikusanya kodi kubwa. Kufunga biashara ghafla kungeweza kusababisha soko haramu na changamoto kubwa za kiuchumi. Badala yake serikali zikachagua njia nyingine. Mwanzoni kabisa, pakiti za sigara hazikuwa na onyo lolote. Onyo hilo lilianza kuwekwa baada ya ushahidi wa kisayansi kuthibitisha madhara yake, na serikali kupitisha sheria za kuwalazimisha watengenezaji kuandika neno hilo katika bidhaa zao. Ndiyo maana leo kila pakiti ina ujumbe huo: uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Hiki ndiyo chanzo hasa cha sigara kuandikwa ujumbe huo afya. Si kwa sababu kampuni zilipenda, bali kwa sababu ya sheria zilizowataka kufanya hivyo. Hapa ndipo saikolojia inaingia. Ubongo wa binadamu hupendelea raha ya sasa kuliko hofu ya baadaye. Mtu anavuta sigara, ndani ya sekunde chache nikotini huingia kwenye ubongo. Kemikali ya dopamine hutolewa. Mtu huhisi utulivu, mara huhisi raha, furaha ya muda mfupi. Lakini kila sigara mpya hufundisha ubongo kuitafuta raha nyingine tena. Badala ya muda, sigara si uchaguzi tena, inakuwa ni utegemezi. Ndiyo maana mtu anaweza akasoma onyo akalelewa vizuri, lakini bado akaendelea kuchukua sigara na kuvuta. Sio kwa sababu hajui sigara ina madhara kwake, bali kwa sababu uraibu wa nikotini hubadilisha namna ubongo unavyofanya maamuzi. Wengi wanajiuliza, kwa nini serikali hazipigi marufuku kabisa biashara hii? Kwa nini serikali hazipigi marufuku kabisa? Sababu ni kwamba zinafanya kile kitu kinachoitwa udhibiti badala ya marufuku. Ndiyo maana sigara ina kodi kubwa, marufuku ya matangazo mengi, maonyo makubwa ya afya, sheria za kutovuta kwenye maeneo ya umma, elimu ya kuhamasisha watu kuacha. Lengo ni kupunguza matumizi, si kuacha watu bila mpango na kusababisha biashara haramu. Sigara haishi kuunguza tumbaku, inaunguza fedha, inaunguza afya, inaunguza familia, inaongeza mzigo hospitalini. Na kila mwaka mamilioni ya watu duniani hupoteza maisha kutokana na magonjwa yanayohusishwa na tumbaku. Historia ya sigara inatufundisha jambo moja: bidhaa inaweza kuwa maarufu sana, inaweza kutangazwa kwa ubunifu mkubwa, inaweza kuingiza mabilioni ya fedha, lakini umaarufu wa bidhaa si uthibitisho kwamba ni salama. Leo ukienda dukani utaona pakiti ya sigara, juu yake kumeandikwa uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Wengi ulisoma na kulipuuza, lakini ukilitazama kwa jicho la historia utaona si maneno ya kawaida. Ni matokeo ya miongo mingi ya tafiti, kesi za mahakamani, mapambano ya wataalamu wa afya na maelfu ya ushahidi uliokusanya duniani. Na labda swali muhimu zaidi ni kwa nini onyo hilo lipo hapo? Licha ya watu kuona kila siku, bado kuna watu wanachagua kuwasha sigara. Kwa sababu vita kubwa dhidi ya sigara havipigani kwenye boksi lake, vinapiganwa ndani ya akili ya binadamu. Hiyo ndiyo sigara. Ni hadithi fupi, lakini ukiitafakari vizuri utaelewa ni nini ambacho nimemaanisha. Jamii inapaswa kubadilika sana. Inapaswa kuzingatia, inapaswa kuelewa neno hili dogo sigara. Inapaswa kuzingatia yale maneno ya onyo yaliyoandikwa kwenye pakiti ya sigara. Hayakuandikwa bure, yaliandikwa kwa sababu. Sababu zote nimekuelezea.
kwa nini sigara imeandikwa onyo lile pale, na haikutokea kwa kawaida, bali ulikuwa ni mchakato wa muda mrefu sana. Vijana wenzangu, ndugu zangu, Watanzania wenzangu, hakikisheni tunaepuka hili janga la sigara. Sigara inaondoa mamilioni ya watu. Sigara inasababisha hospitali kuelemewa, wagonjwa kila siku. Licha ya faida kubwa inayopatikana kwenye mapato yake, lakini inaangamiza mamilioni na mabilioni ya watu. Tuzingatie, ni kitu kidogo tu, lakini kitagharimu maisha yako. Ukionja leo, basi sahau kuacha. Ni bidhaa ambayo itakufanya uendelee kuinunua kila siku. Utateketeza fedha na kuwatajirisha wenye kampuni. Yangu alikuwa hayo tu kwenye kina, ni kutafakari, kuamua kuchukua sigara na kuvuta au kuiacha ipite mbali ili maisha yako yawe salama. By the way, naitwa Salki, kiniita Mr. Stallman inakuwa noma zaidi.